Leo nilikuwa nikipita katika mitandao ya kijamii. Katika pita zangu nilikutana na video moja ikimuonesha mzazi akimchua ama kumkanda mtoto katika maeneo ya pua kwa lengo la kurekebisha muonekano wa pua yake. Sisi wazazi wa kike ndio kutengeneza maumbile ya watoto wetu. Mtoto wa kike wa kiume atengenezwe. Umetoka kujifungua leba, usimsubirie shangazi huko kutoka mkoa fulani aje kumtengeneza mtoto wako. Ndugu yangu, yesha bwana na baba. Mtoto wako atakuja kuwa ukuta. Yale makalio unachotakiwa kufanya kama ni mtoto wa kike, chukua mafuta yako ya nazi au mafuta yoyote, pasha moto kwenye mikono, mshike hapa kwenye kiuno, shika na huko kwenye makalio kwa nyuma, binua yale makalio, fanya kama unatengeneza mlima, tengeneza pale bana hivi, shusha hivi, pandisha hivi, huku yaweke hivi mama, kwenye kiuno kuingie kati nyigu, huku kwenye tumbo unapakanda kanda hivi, kwenye maibsi unapakanda hivi, mtoto anapokuwa mama anakuwa na sambwanda la kwenda. Lakini nilijiuliza swali moja. Je, hii ni sahihi? Na je, hii inakubalika kiafya? Maswali haya yananifanya nifunge safari hadi katika hospitali ya CCBRT iliyopo jijini Dar es Salaam, na nimekutana na daktari. Nilipomuuliza kuhusiana na jambo hili, alikuwa na haya ya kusema. Mimi naitwa Dr. Francis Mchombo, daktari bingwa mbobezi wa magonjwa ya watoto katika hospitali ya CCBRT Dar es Salaam. Kuna tabia ambazo zimekuja na hizi ziko kwenye vyombo vingi tu. Ukipita kwenye YouTube unaweza kukutana nazo. Anakuambia mtoto amekuwa na kichwa kibaya, unatakiwa ukitengeneze, au unatakiwa utengeneze miguu ya mtoto na kadhalika na kadhalika. Hii nitaomba Watanzania hizi waache. Tunaumiza watoto wetu. Kichwa, fuvu la kichwa limetengenezwa likiwa na sehemu ambazo zina uwazi, sehemu laini. Hizi sehemu laini ambazo zina uwazi zinaruhusu wakati mtoto anatoka kutoka kwa mama, kichwa kipungue ukubwa ili aweze kupita. Lakini anapokuwa yuko nje, kinaruhusu ubongo kutanuka. Ubongo wa mtoto unakuwa haraka sana mpaka miaka 2 ya kwanza. Kwa hiyo utakuta hata huu wazi unakuwa wazi kwa mpaka miaka 2 kwa watoto wengine. Lakini kwa wengine unafunga mapema kidogo. Lakini unapokuwa wazi ndipo unaporuhusu ubongo wa mtoto kutanuka. Sasa mtu anasema kichwa cha mtoto wangu kimekuwa kibaya, nataka nikishepu. Kwa hiyo anaanza kukandamiza mtoto. Kuna hatari nyingi katika hili. Mojawapo ni hiyo ambayo nimeisema, kuwaumiza watoto kihisia, lakini lingine tunawasababishia maumivu ambayo sio ya lazima. Lingine tunalazimisha hizi sehemu zilizokuwa laini zifunge mapema kwa kuzikandamiza. Wengine wamesema hata wanataka kutengeneza pua. Sasa baba, ukiangalia mtoto pua na ya babake zinafanana, ina maana wewe unaitengeneza pua hukumpenda baba yake, au ni baba hajipendi mwenyewe ndio maana anataka mtoto awe tofauti. Unakuta navuta mtoto pua mpaka wakati mwingine wanavunja hivi vimifupa vya ndani vya pua. Na hii nayo ni hatari kabisa. Wakati mwingine inaingilia na mpaka na uono wa mtoto. Vinaweza kaathiri mpaka uono wa mtoto. Wapo watu ambao wamezoea, watakwambia sisi tumekuwa tunafanyia watoto wetu hivi tangu zamani. Ni kwa sababu hawajapima madhara ya hicho walichofanya tangu zamani. Na kama basi kichwa kimeonekana kimekaa vibaya, siku hizi kuna utaalamu. Kwa mfano, kuna helmet, kofia ngumu ambazo ziko kitaalamu kabisa, inaweza ikavalishwa kwa mtoto akaivaa masaa 24. Hizo bado sijaziona sana hapa kwetu, lakini zipo, zimeanza kutumika. Kama unataka kichwa kifanane kiaina fulani, na hizo nazo huvalishi tu, ni mpaka kuna umri. Haitakiwi ikavalishwa chini ya miezi 6, lakini haitakiwi ikavaliwa baada ya miaka 2. Wakati mwingine huhitaji kufanya masaji yote. Masaji nzuri ni unamlaza tu mtoto. Mtoto akilala, mara nyingi akilala amelalia kisogo, kichwa kinaendelea kujitengeneza chenyewe jinsi alivyolala. Kuna wengine wanatengeneza makalio, miguu na kadhalika. Yote iko hivyo. Unapominya mtoto kwa nguvu, wakati mwingine hata inatokea kuvunja mifupa, kwa sababu mtu anaminya ili anyoshe. Sasa ni nguvu gani inayotumika ili kufanya hiyo ambayo inaitwa masaji? Wakati mwingine imetumika nguvu kubwa kuliko nguvu inayohitajika hata katika tiba. Mimi ninaitwa Baraka Ndoto na hii ni Afya Tips. Endelea kuwa nasi.